Jinsi Daudi aliletewa watu kwenye huduma yake. Tunaona Daudi alifanya mazuri sana, alishinda vita, lakini hakuwa yeye Daudi, ni watu. Kwa hiyo bila shaka Daudi alikuwa mwombaji pia. Bila shaka Daudi alikuwa naomba, aliomba ili apate watu wazuri, na walikuja walimfuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapofundisha somo hili ninafundisha pia maombi. Haleluya. Maombi ya kuwaombea watu wazuri, lakini hapo pia kuwa makini na watu wabaya. Ndio. Na Alhamisi iliyopita nilitoa mfano wa David Oyedepo, mmoja ya majianti wahubiri wakubwa hapa duniani. Kuna wakati alikuwa anashikilia rekodi ya dunia ya kanisa lake kuwa kubwa. Kanisa kubwa, na jengo lake alijenga kubwa kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mjenzi. Kwa hiyo alijenga kanisa kubwa sana. Sasa David Oyedepo katika moja ya kitabu chake anaeleza kwamba alikesha usiku kucha akiomba kwamba Mungu niondolee watu wabaya kwenye maisha yangu. Watu wazuri wabaki, lakini wabaya waondoke. Kwa hiyo ninapomwona David Oyedepo amefanikiwa, mtu ambaye wakati huo nilipotembelea kule alikuwa na ndege, alikuwa na helikopta. Ndege yake alikuwa na ndege, wakati huo alikuwa na ndege kubwa kama ya rais wetu wa hapa. Sasa nikawa natazama, sisi tukawa tuna mbona rais ana ndege kubwa? Sasa yeye ni ya mtu mmoja tu. Ni kuonyesha vile Mungu amembariki. Lakini Mungu amembariki kutokana na pamoja na hilo ombi lake la kwamba wabaya waondoke. Haleluya. Mungu anajibu maombi. Haleluya. Nisaidie kumhubiri jirani yako, mwambie acha kurupuka wewe. Unaweza kukutana na wanywa damu. Siku hizi watu wanatoa wapi ujasiri? Mtoto anaua baba, anaua mama, anaua wazazi. Kisa akaenda kule kwa mganga, kaambiwa wale wabaya wako wako pale nyumbani pale, wazazi wako pale. Mtoto anakuja anaanza na wazazi wake. Ushindwe kwa jina la Yesu. Hizo roho zipo katika siku za leo.